Karibu tena katika uchambuzi wetu wa kina. Leo tunaangazia kitu muhimu sana, uhusiano kati ya blockchain na hizi sarafu za kidijitali. Fikiria blockchain kama daftari kubwa la umma. Limesambazwa kila mahali. Kila mtu anaweza kuona miamala, lakini huwezi kubadilisha kitu bila makubaliano. Ni uti wa mgongo kweli kabisa, na ndio msingi haswa unaowezesha kitu kama tuseme Bitcoin au Ethereum kufanya kazi, yaani bila kuhitaji benki katikati. Vyanzo tulivyo navyo vinaonyesha waziwazi muunganiko huu, na lengo letu leo ni kuangalia kwa undani zaidi jinsi zinavyofanya kazi pamoja, hasa usalama wake. Usalama kupitia hizi mifumo ya makubaliano, Ndio, mifumo ya makubaliano. Kuelewa hili, wewe msikilizaji, itakusaidia kuona kwa nini hii teknolojia ina vuto mkubwa hivi. Sawa kabisa. Basi twende moja kwa moja. Tugusie kwanza haraka jinsi muamala unavyothibitishwa, alafu tuzame kwenye hizo njia kuu mbili: proof of work na proof of stake. POW na POS. POW na POS. Kimsingi, kama tulivyosema, blockchain ni teknolojia yenyewe. Hilo daftari salama. Sarafu ya kidijitali ni matumizi yake mojawapo. Ni muhimu sana kutofautisha hapo. Yaani, bila blockchain tungekuwa na changamoto kubwa sana, ile ya mtu kutumia pesa moja mara mbili, unajua. Ile double spending. Hiyo. Blockchain inatatua hilo. Sasa, unapofanya muamala, labda kumtumia rafiki yako sarafu fulani, unautangaza kwenye mtandao. Kuna hizi kompyuta nyingi, nodi, zinaupokea na kuukagua. Zinakagua nini hasa? Kama una hela ya kutosha. Ndiyo, kama una salio hilo na kama muamala wenyewe uko sahihi kiufundi. Baada ya hapo, miamala hii ambayo imeonekana ni halali inakusanywa pamoja kwenye bloki inasubiri kuthibitishwa rasmi na mtandao mzima. Inasubiri kupata muhuri wa mtandao mzima. Na hapa ndipo mifumo ya makubaliano POW na POS inapoingia. Tuanze na proof of work, POW. Hiyo ya Bitcoin, Ndiyo, inayotumiwa na Bitcoin. Vyanzo vinaielezea kama shindano kubwa la kihesabati. Shindano. Washiriki wanaitwa wachimbaji. Hawa ni watu au makampuni yenye kompyuta zenye nguvu sana. Wanashindana kutatua fumbo gumu la kriptografia. Kama chemshabongo kubwa sana ya dunia nzima. Kama shada. Na zawadi ipo. Mchimbaji wa kwanza kupata jibu sahihi anapata haki ya kutengeneza bloki inayofuata, kuthibitisha miamala iliyomo. Na napata sarafu mpya kama zawadi. Lakini hii inatumia nguvu nyingi sana za kompyuta na umeme, sivyo? Hilo limekuwa gumzo kubwa. Ni kweli. Gharama ya nishati ni kubwa sana. Lakini, na hii ni muhimu kuelewa, hiyo gharama ndiyo sehemu ya usalama wake. Kivipi? Yaani, kujaribu kudanganya mtandao ungehitaji nguvu kubwa mno za kompyuta. Gharama yake ingekuwa kubwa mno kiasi kwamba haileti maana kiuchumi. Inafunga usalama wa kidijitali na gharama halisi. Naelewa. Lakini kwa sababu ya hiyo changamoto ya nishati, ndio proof of stake ikaja, au sio? Umesema kweli. Proof of stake, POS, imeibuka kama mbadala maarufu sana. Hapa mambo ni tofauti kidogo. Hakuna tena kompyuta zenye nguvu kushindana. Sio kwa kiwango hicho. Badala ya nguvu za kompyuta, washiriki sasa wanaitwa wahakiki. Wanaweka kitu kama dhamana. Dhamana? Kama kuweka rehani? Ndiyo, kama rehani. Wanaweka kiasi fulani cha sarafu zao kama dhamana, kuonyesha nia njema kama ulivyosema. Sasa, kiasi cha dhamana wanachoweka kinachangia wao kuchaguliwa kupendekeza na kuthibitisha block mpya. Uzuri wake ni nini? Wakijaribu kudanganya wakiwa waovu, wana hatari ya kupoteza ile dhamana yao. Wananyang'anywa. Adhabu inaitwa slashing. Kumbe, kwa hiyo kuna motisha kubwa ya kifedha kuwa mkweli? Kabisa. Usalama unatokana na motisha za kiuchumi za wahakiki wenyewe. Na mfano hai ni Ethereum. Walihama kutoka POW kwenda POS kwenye ile the merge. Vyanzo vinasema
ilipunguza matumizi ya nishati kwa 99.95%. Karibia 100%. Ni tofauti kubwa mno. Mabadiliko makubwa sana kwenye ulimwengu wa blockchain. Kweli. Sasa mifumo yote hii miwili, POW na POS, inajaribu kutatua tatizo gani hasa la msingi? Kuna lile jina lake. Unamaanisha ile shida ya majenerali wa Byzantine? Hiyo ilikuwa inanitoka kidogo. Hiyo ni changamoto ya msingi kabisa kwenye mifumo iliyosambazwa. Yaani, jinsi gani watu wengi ambao hawajuani na huenda hawaaminiani wanaweza kukubaliana juu ya ukweli mmoja. POW inatatua kwa kufanya shambulio liwe ghali mno. Unahitaji zaidi ya nusu ya nguvu zote za mtandao. POS inafanya shambulio liwe hatari kifedha kwa mshambuliaji kwa sababu atapoteza dhamana yake. Zote zinatumia vivutio vya kiuchumi kuhakikisha uaminifu. Na ni muhimu kukumbuka, teknolojia hii haitumiki tu kwa kutuma pesa. Mifumo kama Ethereum kwa kutumia POS sasa inawezesha vitu vingine vingi kama mikataba mahiri, smart contracts, ndio, na eneo zima la fedha za ugatuzi, DeFi. DeFi. Vyote hivi vinajengwa juu ya msingi huu salama wa makubaliano. Ni kama, fikiria blockchain kama injini yenye nguvu sana. Okay. Hiyo injini zinahakikisha injini inafanya kazi vizuri kwa usalama na kwa uhakika. Na sarafu za kidijitali, DeFi, mikataba mahiri, ndio magari yanayotumia hiyo injini. Umeipata. Ndio magari na huduma mbalimbali zinazoendeshwa na hiyo injini. Kwa pamoja zinabadilisha kabisa jinsi tunavyofikiria kuhusu pesa, kuhusu uaminifu, kuhusu shirikiano. Kwa hiyo kuelewa jinsi injini hii na pistoni zake zinavyofanya kazi kunakupa wewe, msikilizaji wetu, uwezo mkubwa zaidi. Uwezo wa kuelewa mwelekeo wa huu ulimwengu wa kidijitali. Kama unafikiria kuwekeza, kujifunza zaidi au hata kubuni kitu kipya. Kabisa. Na labda tukuache na swali hili la kufikirisha kidogo. Je, nini kinafuata katika mageuzi haya ya mifumo ya makubaliano baada ya POW na POS? Tunapotafuta uwiano mzuri zaidi kati ya usalama, kasi na ule uendelevu wa kimazingira. Ni aina gani mpya za pistoni za kidigitali tunaweza kutarajia kuona? Ni swali zuri la kutafakari, au sio? Kweli kabisa. Ni jambo la kufuatilia kwa karibu. Asante sana kwa uchambuzi huu wa kina. Asante pia.